biashara ni kitu kigumu sana, lakini kwa mwenye ambaye anaweza vumilia. Ndugu Cosmas, waambiange watu kweli, wacha kudanganya. Pesa utaipata wakati utajenga mifumo ya kuvuta pesa. Ndio maana watu wengine wanasemanga hiki kitu, lakini huwa hawakijui. Watu wengi wanasema pesa hufuata pesa. Ni kweli, lakini hawajui maana yake. Maana yake ni pesa hufuata mifumo iliyojengwa. Kwa mfano, ukiwekeza kwa vitu vidogo vidogo, umeunda mfumo ili watu waje wanunue, wakuletee pesa. Tumeelewana? Kwa hivyo, kama hujaunda mfumo, pesa haziwezi zikakufuata. Kwa mfano, mtu anapoenda anafungua duka la jumla ama biashara yoyote, anaunda mfumo wa pesa zimfuate. Kwa sababu akiunda mfumo wa kulifungua duka ama biashara yoyote, atapata wateja, wataanza kuja kununua. Kwa hivyo pesa zitaanzia kumfuata. Ndio maana watu wengi wanasema pesa huenda kwa pesa, lakini hawaelewi ni nini. Lazima ukuwe na mfumo ambao watu watautumia ili upate pesa. Sijui kama tunaelewana? Hiyo ndio biashara sasa. Na ndio maana unashinda unasema tajiri anaendelea kuwa tajiri. Si eti tajiri lazima akuwe tajiri. Hata wewe unaweza kuwa tajiri, lakini hautaki kuunda mifumo ya kuleta pesa. Hautaki kuwekeza shilingi yako kidogo kwa vitu vidogo vidogo kwa sababu unaogopa kufeli. Sasa ukiwekeza, huo ndio umeunda mfumo sasa ili pesa zikufuate. Hata kama uko pale, kuna mtu ataingia katika lile duka lako auziwe. Kwa hivyo ile shilingi imeanguka kwako. Kwa hivyo umeunda nini? Umeunda mfumo wa kufuata pesa katika mfuko wako. Lakini ukikaa pale, tuseme unafanya kazi, umelipwa, unaweka mshahara wako kwa banki, kwa mfuko, au undi mfumo wote wa pesa zikufuate wewe, unatarajiaje kufanikiwa? Na ndio maana nilisema ili taifa kama taifa la Kenya tuna wasomi wengi sana ambao ni wajinga. Watu walinitusi kwa comment, lakini ni ukweli. Wasomi wengi ni wajinga kwa sababu wanang'ang'ania zile ajira zipo. Hawataki ile masomo waliyosoma kuja nayo wazalishe ajira ili waajiri watu wengine. Kwa hivyo watakuwa wajinga. Kwa sababu mimi naamini taifa linalostawi ni taifa lililo na wafanyabiashara wengi. Hilo ndio taifa linaweza stawi. Ukiangalia siku hizi makampuni za kibinafsi zimeajiri watu wengi. Lakini kwa hizo makampuni hakuna uwezekano wale walioajiriwa wako pale, wako comfortable. Hawana muda wa kufikiria tunawezaje jiinua kuajiri watu wengine na sisi tufungue mataasisi tofauti. No. Yeah.